ulijifunga na kwenda mahali popote ulipokuwa unataka. Hazungumzii habari ya ujana huu. Kumbuka ya kwamba Yesu alipokutana na Petro alikuwa ni mzee. Kwa hiyo Yesu hazungumzii habari ya ujana, maana Petro na Yesu wakutana, Petro akiwa kijana. Yesu anamuonyesha mambo ya rohoni. Alipokuwa kijana rohoni, alifanya yote anayotaka. Amen. Amen. Alipokuwa kijana rohoni, ila atakapokuwa anaendelea kukua rohoni na kuwa mtu mzima. Alipokuwa kijana, alikuwa ni kijana kweli rohoni, ila umri kwa nje ulikuwa unaonekana mzee. Kumbuka ya kwamba Yesu ndiye aliyemwambia Petro, nifuate na kufanya kuwa wavuvi wa watu. Amen. Na siku moja Petro akamuuliza Yesu, tumeacha vyote, tutapata nini katika ulimwengu huu? Tunakufuata wewe. Yesu akamwambia, wote walioacha mashamba yao, nyumba zao, vitu vyao kwa ajili yangu, hakuna atakayepoteza hata mtu kitu kimoja. Watapata mara 100 katika ulimwengu huu na udhia pia, na katika ufalme ujao uzima wa milele. Amen. Alikuwa ni kijana katika roho. Ndio maana baada ya Yesu Kristo kuwa amekufa amefuka, zile siku 40 alipopita kwenye changamoto kidogo za kumfuata Yesu, amuone Yesu, akawaambia wanafunzi wenzake, mimi naenda kuvua samaki Bwana. Mambo ya Yesu hapa hamna kitu hapa. Mimi naenda kuvua samaki. Ndio maana Yesu akazungumza maneno haya. Akamwambia, ulipokuwa kijana ulikuwa na maamuzi yako mwenyewe. Unaweza kupelekwa kokote kule, unaweza kufanya jambo lolote lile. Lakini utakapokuwa mtu mzima, utanyoosha mikono yako, watu wengine watakupeleka usikotaka. Wakati huo Yesu alikuwa anafanya kazi kwenye moyo wa Petro. Anayageuza maisha ya Petro yatoke kwenye ujana yaingie kwenye utu uzima wa roho. Hapo alipomaliza kusema hayo akamwambia, nifuate. Petro akamfuata Yesu. Moyo wa Petro ulikuwa umebadilika. Kuna mambo tunayaona leo ni faida kwa sababu tuko kwenye kiwango hicho. Amen. Lakini tutakapokuwa tumepiga hatua nyingine ya roho, haya tunayoona leo ni faida, unaweza kuhesabu kuwa sio faida tena, kama ule uzuri ambao Yesu ataendelea kufunua ndani ya moyo wako. Amen. Niambieni kitu wapendwa. Wakati huu Petro macho yake yalikuwa yaoni kama yalivyokuwa yanaona mwishoni. Yesu alipomaliza kuzungumza naye hivyo, akamfuata Yesu. Macho yakatiwa nuru sana. Baada ya siku chache Yesu aliondoka. Wala Petro hakuwa na wazo la kwenda kuvua samaki tena. Amen. Wala Petro hakuwa na wazo la kuacha hao kondoo wala kuacha kazi ya Bwana. Hata ule wakati wa dhiki, wakati wamepita kwenye majaribu makubwa, watu wanatawanyika, bado maandiko yanasema kwamba mitume na Petro wakabaki pale. Kuna mambo, ngoja niwaambie hivi wapendwa, kuna mambo. Yaani kuna kiwango cha kumfuata Yesu na kukaa hapo kama watoto wadogo katika Kristo. Unahesabiwa kwamba wewe ni mwanafunzi wa Yesu. Lakini kadri unavyoendelea, Yesu anatangaza tena katika ulimwengu wa roho, usipobeba msalaba wako na kuja nyuma yangu, hauwezi kuwa mwanafunzi wako. Maana yake hapo Yesu anataka ujikane mwenyewe, ulipe gharama kwa kiwango fulani tena. Kadri unavyoendelea, Yesu anakuambia usipoacha kila kitu kilichoko duniani. Jamani, Ukristo ni mzuri. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. 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 Ndio maana Paulo akawaandikia watu akawaambia hivi, aliyeoa hawe kama hajaoa. Bwana Yesu apewe sifa. Aliye na watoto hawe kama hana watoto. Aliye na kazi hawe kama hana kazi. Amen. Aliyejenga nyumba nzuri hawe kama hajajenga nyumba nzuri. Kwenye Agano la Kale maandiko yanasema ya kwamba walipewa watu ruhusa. Aliyeoa asije kanisani, aliyejenga nyumba nzuri asije kanisani. Paulo anasema hapana, aliyeoa hawe kama hajaoa, aliyejenga nyumba nzuri hawe kama hajajenga, aliye na watoto hawe kama hana watoto. Yaani maana yake kisiwapo chochote kitakachokufanya uhusiano wako na Mungu ukosekane au kiwango chako cha mahusiano yako na Mungu kipungue kama vile ilivyokuwa pale mwanzoni. Haleluya. Cheo kimepanda, bado cheo kisifanye wewe mahusiano yako na Mungu yakapungua. Haleluya pendwa. Cheo kisiwe sababu ya wewe kupromosha mahusiano yako na Bwana. Aidha unapita kwenye shida au unapita kwenye changamoto, hizo changamoto zisiwe sababu ya wewe
kufanya mahusiano yako na Mungu yapungue. Amen. Yaani kwenye Agano Jipya Mungu anataka abaki kuwa ni Mungu peke yake. Amen. Ukiwa kwenye raha, Mungu abaki kuwa ni Mungu. Amen. Ukiwa kwenye dhiki, Mungu abaki kuwa ni Mungu. Ukiwa umeinuliwa sana, Mungu abaki kuwa ni Mungu. Ukiwa katika hali yote ile, Mungu abaki kuwa ni Mungu katika maisha yako. Haleluya wapendwa. Amen. Huo ndio tunaoita utu uzima rohoni. Haleluya wapendwa. Haleluya wapendwa. Amen. Mimi nataka nikwambie kuna wamama hapo wakipata watoto. Hii mchungaji, nakwambia mtoto. Ndio maana siji kanisa, nakwambia nimezaa na kingine, na kwamba na hivi hatuna uzazi wa mpango. Mchungaji, nakwambia vimefika 3, 4, 5. Shukuru Mungu hata kwa ajili ya hao watoto uje kanisani. Amen. Kuna watu wanaenda mpaka kwa waganga wa kienyeji wapate watoto, hawana watoto. Haleluya wapendwa. Shukuru Mungu. Na uendelee kumtumikia Bwana. Watoto isiwe sababu ya kisingizio ya kwamba unajua Bwana, ndio maana Yesu anasema usipokaa kwenye neno lake, maana ya neno lake ni kila alichokiagiza. Maana anasema msiache kusanyika maana mlitwapo leo. Amen. Msiache kusanyika. Hilo neno ni neno la Bwana. Kama yalivyo maneno mengine. Haleluya wapendwa. Msiache kusanyika. Kwa lazima pangilia mambo yako. Uangalie mambo yako. Una mume hajaokoka, angalia namna utakavyokaa na kumwandalia mambo yake, uje kanisani. Una watoto, hakikisha umetengeneza mazingira ya watoto, uje kanisani. Unafanya kazi ya watu wengine, hakikisha umezifanya kazi hizo vizuri na bado uje kanisani. Haleluya wapendwa. Haleluya wapendwa. Kila kitu kipangilie vizuri. Ili Mungu abaki kuwa ni Mungu na uendelee kumshukuru Mungu kwa hali ulionayo. Haleluya wapendwa. Haleluya wapendwa. Unajua ngoja niwaambie wapendwa. Ni rahisi sana kusoma maandiko haya. Neno la Kristo likae kwa wingi ndani ya mioyo yenu. Sasa hilo neno linapokaa ndani ya mioyo yetu linatusaidia nini? Linakumulikia katika eneo fulani. Amen. Unapoliishi hilo neno, hapo ndipo unahesabiwa kwamba huyu ni mwanafunzi wa Yesu Kristo. Hilo neno sehemu nyingine linahitaji ulipe gharama. Unapolipa gharama katika maisha yako katika eneo fulani kwa ajili ya Mungu, huko ndio kunakoitwa kushikana. Bwana Yesu apewe sifa. Hilo neno linakudai wakati mwingine uache mambo kadha wa kadha ili uyafanye mapenzi ya Mungu. Haleluya wapendwa. Haleluya. Ngoja niwaambie wapendwa, yaani usipoacha vyote unapata shida. Kwa mfano, unaweza kutangaza hapa leo, jamaa naomba niingie kwenye maombi. Ndio unaingia kwenye maombi. Kwanza ukishaingia kwenye maombi, yaani kila mahali ukipita mahali, umepanga kuombea kazi ya Bwana, kila mahali ukipita ndio unapewa ofa ya soda. Unashangaa wakati mwingine unapewa kiti moto ofa. Mchungaji kula tu, au pele kula tu. Yaani usipojikana hapo na kuacha vyote siku hiyo, unajaribiwa. Sijui mnaelewa ndugu zangu wapendwa. Yaani unajaribiwa. Unairisha kuingia kwenye maombi. Unairisha kuingia kwenye maombi. Haina maana ya kwamba tutoke duniani, hapana. Ndio maana maandiko yanasema hivi, anayeutumia ulimwengu huu hawe kama hautumii sana. Amen. Amen. Anayeutumia ulimwengu huu hawe kama hautumii sana. Tunatofautiana viwango na mazingira. Bwana Yesu apewe sifa. Na kuna viwango vinapita katika maisha ya watu tofauti. Hata kama leo kwenye taabu na kwenye dhiki, nataka nikwambie iko siku Mungu atakuchekesha sana. Siku atakapofungulia baraka zake, atakuchekesha sana mpaka utasahau taabu yako. Utaanza kusema, hivi kweli Mungu amefanya? Ziko nyakati hizo Mungu huwa anafanya. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Na ziko nyakati utakuwa na kila kitu kiko hapo kimekuzunguka. Sasa wewe ndio wakati wa kulipa gharama ya kuviacha uyafanye mapenzi ya Mungu. Haleluya.